Come and study with Tanzania Institute of Education. Karibu mwalimu. Leo tutajifunza namna ya kumwezesha mwanafunzi wa darasa la 4 kusimba au kwa jina lingine coding kwa njia rahisi zaidi na kubuni mchezo wa sauti kwa kutumia programu ya Scratch 3. Nitatumia mbinu ya mchezo, mjadala, onesho mbinu na onesho dhima katika kukuza stadi za karne ya 21 kwa mwanafunzi. Hamjambo wanafunzi? Hatujambo. Marahaba. Kaeni. Asante. Wanafunzi, kama ambavyo tumejifunza katika kipindi kilichopita sehemu za Scratch 3, leo tutatengeneza mchezo wa sauti. Mwalimu, ni muhimu kupata uelewa wa awali wa mwanafunzi katika kile unachokusudia kufundisha. Nitatumia mchezo wa kifani cha block na maswali ya udadisi ili kumwezesha mwanafunzi kufikiri kiyakinifu na kushiriki kikamilifu katika ujifunzaji. Karibu tujifunze pamoja. Tutacheza mchezo mzuri. Namna ya kucheza mchezo, wanafunzi wawili watapita mbele, kisha mwanafunzi mmoja atamuonesha mwenzie kadi na mwingine atatazama kadi na kufuata maelekezo. Je, mko tayari? Tuko tayari. Wangapi wako tayari? Hamisa pita mbele na Yasini. Yasini utamuonesha Hamisa kadi, atatazama na kufuata maelekezo, sawa? Hello. Hello. Sawa. Sote tumewatazama Yasini na Hamisa walichofanya? Ndio. Je, Hamisa alikuwa akifanya nini? Amina? Hamisa alisema neno hello. Vizuri. Yona? Hamisa alikuwa akifuata maelekezo. Hamisa alikuwa akifuata maelekezo. Vizuri. Martha? Hamisa alikuwa anasonga hatua. Vizuri sana. Hamisa alikuwa akisonga hatua. Tujipongeze. Vizuri sana. Je, ni nini kilimwongoza Hamisa kufuata maelekezo? Feti? Ni picha. Ni picha. Vizuri sana. Mwingine? Happiness? Kadi ya block. Vizuri sana. Kadi ya block. Wanafunzi, kilichomwongoza Hamisa kufuata maelekezo ni maneno yaliyoandikwa kwenye hizi kadi. Watoto wazuri, mnazikumbuka hizi kadi zina umbo gani kwenye programu yetu ya Scratch 3? Ndio. Hizi kadi zina umbo la kitu gani? Justini? Umbo la block. Umbo la block. Vizuri sana. Kadi hizi zinafanana na umbo la block kwenye programu ya Scratch 3. Sawa watoto wazuri? Ndio. Mwalimu, sasa tunaanza kujifunza namna ya kuandika misimbo kwenye programu ya Scratch 3. Nitatumia onesho mbinu kumwelekeza mwanafunzi jinsi ya kumwekea sprite, mwendo, sauti, pia kumdhibiti. Hii inamjengea mwanafunzi uwezo wa kufikiri kwa kina na kuwa na mpangilio. Karibu. Wanafunzi, kama ambavyo tumemuona Hamisa akifuata maelekezo hapa mbele, na sisi tutaenda kuandika maelekezo kwenye programu ya Scratch 3. Maelekezo hayo huitwa misimbo. Nitamwekea sprite, mwendo na sauti. Kisha nanyi mtafanya hivyo. Wanafunzi, mnamkumbuka sprite? Ndio. Wangapi wanamkumbuka? Anyoshe mikono.
Ni yule katuni wetu Ndio. Ambaye ukifungua programu ya Scratch 3 unamkuta pale? Ndio. Sawa, tutamwekea mwendo na sauti. Haya, tuanze. Ninafungua programu ya Scratch 3. Tunatazama inapofunguka Ndio. Sawa, kitu cha kwanza tutabadilisha lugha. Na lugha tutakayoibadilisha hapa tutatoa kwenye Kiingereza kuweka kwenye lugha ya Kiswahili. Tutabonyeza hapo na kutafuta lugha. Hapa kuna lugha nyingi kama mnavyoziona, si ndio Ndio. Sasa tutatafuta lugha ya Kiswahili. Hiki hapa. Tunabonyeza lugha ya Kiswahili. Baada ya hapo tutaanza kumwekea sprite wetu mwendo. Ili kuanza kumwekea tutabonyeza bloku inaitwa matukio. Bloku gani? Matukio. Sawa, tutabonyeza hapo. Hapa. Ukibonyeza utaona hapa wakati bendera inapobonyezwa. Tutaichukua hii wakati bendera inapobonyezwa. Kisha tutaenda kwenye mwendo. Tuko pamoja? Ndio. Kisha bonyeza hapo kwenye mwendo, zitakuja bloku nyingi za mwendo. Sisi tutachagua mwendo unaosema hivi, songa hatua 10. Uko hapa juu. Umeuona? Ndio. Tutaweka hapo. Tukishaweka mwendo wetu wa songa hatua ngapi? 10. Tutaenda kwenye bloku inaitwa kidhibiti. Inaitwaje? Ili kudhibiti huo mwendo namna ya kuenenda. Na sisi tutachagua rudia. Tutachagua rudia. Kwa hiyo tutabonyeza hapa na kuweka rudia. Hii rudia tutataka tuweke namba 20. Ili kuweka namba 20 utabonyeza hapo, ndipo bonyeza kwenye hicho kiduara cheupe. Ikisha kuja rangi ya blue unafuta, kisha unaweka 20. Umeona? Ndio. Baada ya hapo sasa tunahitaji kumwekea sprite sauti. Na hiyo sauti tunataka atumie ni ya kurekodi. Hivyo tutaanza kurekodi sauti. Utabonyeza sauti hapa kulia juu, mmepaona? Ndio. Ukishabonyeza hapo kulia juu, utaenda hapa chini na kubonyeza kitufe kinachofanana tena na sauti na utakuta neno limeandikwa record. Utalibonyeza hilo neno record. Kisha ukibonyeza tu record utaona alama nyekundu imeandikwa record. Unaibonyeza na kuanza kuingiza sauti. Na ukibonyeza tu usiongee sauti nyingine bali sauti unayohitaji kurekodi. Kwa mfano, mimi nitahitaji kuingiza sauti inasema hello. Kwa hiyo nitabonyeza hapa hello. Kisha nitasitisha. Baada ya hapo nitaenda kwenye neno hifadhi. Tunahifadhi ili tuitumie kwenye programu. Tutaenda kuhifadhi. Kwa hiyo nitaiandika jina hapa juu ili niitambue sauti yangu nilio irekodi. Nitaiandika kwa jina hello. Tumeona nilipoandika? Ndio. Baada ya kuandika nitarudi kwenye neno linasema misimbo ili kuitafuta sauti nilio rekodi. Ili kupata sauti hiyo itakubidi kwende kwenye sauti upande wa kushoto hapa utachagua. Na baada ya kuchagua hapo utaikuta sauti yako iko hapa juu. Cheza sauti hello hadi ikamilike. Hivyo unaiburuta kama hivyo na kuiweka hapo. Sote tumeona? Ndio. Sasa tunahitaji tujaribu tulichokifanya. Tutamsogeza sprite wetu hapo, kisha tutabonyeza hapa kulia kwenye hizi alama na kisha tutaenda kujaribu kwa kubonyeza bendera. Tumetazama kwa makini namna ya kumwekea sprite mwendo na sauti? Ndio. Sasa na ninyi mtafungua programu ya Scratch 3 kisha mtafanya kama nilivyofanya. Mtamwekea sprite mwendo na sauti ya kurekodi inayosema hello. Tuko pamoja? Ndio. Haya, tufungue programu ya Scratch 3.
Wanafunzi, nimepita katika makundi yenu, nimeona namna ambavyo mmeweza kumwekea sprite mwendo na sauti. Si ndio? Ndio. Na sote tumekamilisha kumwekea sprite mwendo na sauti. Na mmefanya kazi nzuri sana. Sasa tujipongeze kwa mtindo wa maua. Tunakumbuka mtindo wetu wa maua? Ndio. Maua. Vizuri sana. Nitaonyesha namna ya kumwezesha mwanafunzi kubuni mchezo wa sauti. Mbinu nitakayotumia ni onyesho mbinu. Nitamuongoza mwanafunzi hatua kwa hatua kwa kutumia misimbo rahisi inayowezesha mchezo kufanya kazi. Hatua hii ya kuunda mchezo inamsaidia mwanafunzi kuwa mbunifu, kuwa na stadi za ufumbuzi wa matatizo na kushirikiana. Watoto wazuri, mwalimu mzuri. Sasa tunaanza kutengeneza mchezo wa sauti kwenye programu ya Scratch 3. Tutazame namna ya kutengeneza. Hapa tutaanza kumuondoa sprite ili kutengeneza mchezo wetu. Utabonyeza hapa, kisha sprite ataondoka na misimbo yote inayomhusu sprite. Sasa kwa sababu mchezo tunautengeneza unahusu kitabu cha wanyama, tutaanza kuingiza mandhari tutakazozitumia katika kitabu chetu. Tutabonyeza hapa namna ya kuweka mandhari. Utaona pameandikwa chagua mandhari. Hapo hapo ndipo utakapobonyeza. Tumeona? Tumeona? Ndio. Baada ya hapo utakuta mandhari ziko nyingi sana. Sisi tutatumia mandhari 3. Mandhari ya kwanza tutakayoichagua hii hapa. Imeandikwa forest, utaichagua. Lakini tutaenda kuchagua mandhari ya pili. Hapa hapa tulipochagua mara ya kwanza. Tutaenda kuchagua mandhari ya pili. Mandhari ya pili tutaitafuta. Mandhari hiyo hii hapa inajulikana kama jungle. Na kisha tutaweka mandhari ya tatu. Mandhari ya tatu tutakayoitumia siku ya leo hii hapa. Utatafuta kama hivyo. Kisha utaipata mandhari inaitwa savana, hii hapo utaichagua. Tumeona jinsi tunavyoweka mandhari? Ndio. Sawa. Sasa baada ya kuweka mandhari itatulazimu tuandike jina la kitabu chetu. Tumesema mchezo wetu unahusu kitabu cha wanyama. Tutaandika jina. Je, tutaandikaje? Tutazame. Utaenda katika upande wa kushoto na kuchagua mandhari za nyuma. Utabonyeza hapo, utapata mandhari yako. Kisha tutachagua rangi unayotaka kuandikia. Kama ni rangi ya blue, ya njano au nyeusi. Mimi nitachagua nyeusi. Hii hapa. Baada ya hapo nitabonyeza kwenye picha, zile rangi zitatoka. Nitaenda kwenye herufi T ili kuandika. Mmepaona? Ndio. Mmepaona? Ndio. Sawa. Sasa tunaanza kuandika hapa. Nitaandika kwa herufi kubwa. Wanyama. Kitabu changu nitakipa jina wanyama. Nitabonyeza pembeni ili kuvuta jina langu lionekane vizuri. Kama hivyo. Jina letu linaonekana vizuri, si ndio? Ndio. Baada ya kukipa jina kitabu chetu, tutaanza kuingiza wanyama tutakao watumia. Leo tutakuwa na wanyama watatu. Tutamuingiza mnyama wa kwanza, anaitwa twiga. Basi tutabonyeza hapa ili kupata mnyama twiga. Hapa juu utakuwa umeandikiwa wanyama, utachagua sehemu iliyoandikwa wanyama. Kisha utaanza kumtafuta twiga. Huyu hapa. Twiga amekwisha ingia katika ukurasa wa juu wa kitabu chetu.
Baada ya hapo tutaenda kumchukua mnyama wa pili, anaitwa simba. Tutabonyeza hapa hapa na kumtafuta mnyama simba. Na kisha tutamweka mnyama wa tatu hapa hapa. Mnyama wa tatu tutamweka mnyama anaitwa mbwa au papi. Huyu hapa. Tukishaweka wanyama wetu, itatulazimu tuwaandikie majina. Kama ambavyo tumeandika jina la wanyama, tutaanza kuandika wanyama majina. Tutabonyeza mitindo hapa. Mmepaona? Ndio. Mitindo. Ukibonyeza hapo, utamwona twiga amekuja ili muandikie jina. Tutamwandikia jina twiga. Utabonyeza katikati na kisha utaandika twiga. Iwapo utahitaji jina lako liwe kubwa, utabonyeza pembeni na kuvuta kama tulivyovuta jina la wanyama. Hapo tumekwisha kuwawekea wanyama wetu majina. Ili urudi kuweka misimbo, unarudi kwenye neno misimbo. Sote tumetazama? Ndio. Tuko pamoja? Ndio. Sasa ili kuweka misimbo, kila mnyama atakuwa na msimbo tofauti na mnyama mwingine, ili mchezo wetu uweze kufanya kazi. Na kwa kuanza kumwandikia mnyama twiga, nitakuonesha namna ya kumwandikia mnyama twiga, kisha wewe utawaandikia wanyama wawili waliobaki. Sawa watoto wazuri? Ndio. Sawa. Utambonyeza mnyama wako twiga na kuanza kumwandikia misimbo. Msimbo wa twiga utaandika kama ifuatavyo. Utaburuta matukio bendera. Matukio bendera, kama ambavyo tulianza mwanzo. Baada ya hapo tutamchezesha sauti huyu twiga aseme kitabu changu cha wanyama. Hivyo itatulazimu turekodi. Tutaenda kurekodi kama tulivyojifunza na kuingiza sauti inayosema kitabu changu cha wanyama. Kisha tutaihifadhi. Unaweza kuiandika au ukaenda kwenye misimbo na kuikuta hapa juu kama hivi ambavyo tulijifunza. Utaiweka hapo sauti yako. Kisha utaandika subiri kwenye kithibiti. Utaenda kwenye bloku za kithibiti. Utamwandikia subiri sekunde 1. Hapa utaichukua na tutabadilisha kumwekea sekunde 2. Tuko pamoja? Baada ya hapo tutaendelea kumwandikia msimbo twiga kwa kumwekea mwendo. Ataenda mbele. Hatua, tutabadilisha hatua kama tulivyojifunza na kuandika 20. Kisha tutaandika udhibiti wa hatua. Tutaweka rudia. Rudia tunaweka namba hiyo hiyo 10. Sote tunatazama? Baada ya hapo tutamwekea sauti nyingine. Tutamwekea sauti nyingine. Sawa, na sauti yetu inasema hivi. Twiga mnyama wa polini, ndio tutakayoiweka. Hivyo utaenda kurekodi sauti na kumwekea sauti inayosema twiga mnyama wa polini. Utarekodi sauti yako na utaihifadhi. Utarudi kwenye misimbo na kuikuta sauti ulio rekodi. Mnakumbuka kwa hiyo utaikuta sauti yako ulioirekodi hapa juu. Utaiweka hapo. Baada ya hapo tutaenda kumwekea msimbo mwingine ambao ni kwenye muonekano. Kwenye nini? Kwenye muonekano. Muonekano unaonesha ni jinsi gani anatakiwa afanye. Kwa hiyo ukienda kwenye muonekano, maana yake unachagua aonekane au ajifiche. Kwa hiyo tutamwekea hivi, ficha. Hapo tutakuwa tumemaliza kumwandikia twiga misimbo yake. Hivyo nitakugawia misimbo mingine kwa wanyama wanaofuata, kisha na wewe utaiandika kwenye programu. Tuko pamoja? Ndio. Hapa simba unaanza na ya mwalimu, ile pale ubaoni ndio unakuja hizi.
Sawa, huyo ni mbwa na huyu ni simba. Wanafunzi, nimeshagawa karatasi za kufanyia kazi ambazo zina msimbo kwa mnyama mbwa na simba. Hivyo utatakiwa kufanya kazi ambayo nimekuonyesha hapa mbele, na kisha utachukua karatasi hizo na kuendelea kuandika misimbo kwa wanyama waliobakia. Sawa watoto wazuri? Ndio. Haya, tutaanza kufungua programu yetu au kumfuta sprite aliyoko pale juu na kuingiza misimbo ambayo nimewaonyesha. Tuanze. Kitabu changu cha wanyama. Watoto wazuri. Sawa, nimepita katika makundi yenu na nimeona kazi mlioifanya, mmefanya kazi nzuri sana. Sasa nataka tuone kazi mlioifanya. Wangapi wanatamani tuone kazi yao hapa mbele? Sawa. Kundi la Akram, mtatuonyesha kazi yenu, jinsi mlivyofanya. Sawa Sawa. Tutakwenda kuona kazi ya kundi la Akram. Twiga mnyama wa porini. Simba mnyama wa porini. Mbwa mnyama wa kufugwa. Mwalimu, hatua hii ni muhimu katika kubaini uelewa wa mwanafunzi wa shughuli mahususi iliyokusudiwa katika kipindi. Itatumia mbinu ya maswali dadisi ili kutathmini kama kile walichojifunza kimefikiwa. Hatua hii inamsaidia mwalimu kupata mrejesho wa haraka na kupanga vipindi vijavyo. Pia inamsaidia mwanafunzi kujitathmini kwa kile alichojifunza. Sasa kama ambavyo tumejifunza, nahitaji mjibu maswali. Wangapi mko tayari? Vizuri. Swali langu la kwanza, ni bloku hipi hutumika kumfanya sprite asogee hatua fulani? Justina? Ni bloku ya kithibiti. Kithibiti. Vizuri, umejaribu. Wanafunzi, je, ni kweli bloku ya kithibiti humfanya sprite asogee? Hapana. Ni bloku gani? Justini? Ni bloku ya mwendo. Ni bloku ya mwendo. Vizuri. Bloku ya kithibiti haimfanyi sprite asogee hatua fulani, bali bloku inayomfanya sprite asogee ni bloku ya mwendo. Kithibiti inamdhibiti namna ya kusogea, kwa mfano, asogee kwa kujirudia au asubiri sekunde kadhaa kabla hajasogea. Tujipongeze. Maua, 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 maua. Swali langu la pili linasema hivi, je, unawezaje kuingiza sauti mpya kwenye mradi wako? Jennifer? Unabonyeza sauti rekodi kisha unahifadhi sauti yako. Vizuri, tumpongeze. Vizuri sana. Amejibu vizuri sana. Unabonyeza sauti kama tulivyofanya, kisha unaenda rekodi. Ukisha rekodi unahifadhi sauti yako kwa ajili ya kuitumia kwenye mradi. Swali langu la tatu linasema hivi, je, ni kitu gani kipya umejifunza leo na kipi kimekufurahisha? Kitu gani kipya umejifunza leo ambacho hukukijua na kipi kimekufurahisha? Haruni?
Nimejifunza kumwekea Sprite sauti ya kurekodi. Vizuri sana, yeye amejifunza kumwekea Sprite sauti ya kurekodi. Mwingine? Happiness? Nimejifunza kutumia mandhari. Kwa mfano, nimemwekea twiga mandhari ya porini. Vizuri sana, yeye anasema amejifunza kutumia mandhari. Kwa mfano kwenye mnyama twiga amemwekea mandhari ya porini. Mwingine? Ikram? Nimejifunza kutengeneza kitabu cha wanyama kama vile simba, twiga na mbwa. Wow! Ikram anasema amejifunza kutengeneza kitabu cha wanyama na kuwaweka wanyama watatu. Mnyama wa kwanza twiga, simba na mbwa. Na sote tumefanya kazi hiyo na tumetengeneza vizuri. Sasa kwa pamoja tujipongeze kwa kazi nzuri tuliyofanya. Vizuri sana. Wow, sote tumefanya kazi nzuri katika siku ya leo. Sasa tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha leo. Tutaonana kipindi kijacho. Mbaki salama, kwaherini. Welcome and study with Tanzania Institute of Education.